Sasa nina heshima ya kutamka kwamba kozi hii fupi imefunguliwa rasmi. Asanteni sana. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Tanzania yetu ndio nchi ya kusifiwa, kote ulimwenguni watu wote watambua. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Naye Baba Nyerere ndiye wetu muhifadhi, naye ndiye aliyeleta na uhuru. Tanzania yetu ndio nchi ya furaha. Napenda kutumia fursa hii adhimu kukukaribisha Mheshimiwa mgeni rasmi hapa chuoni kwetu. Wewe sio mgeni, umekifahamu chuo hiki na umekuwa mkufunzi toka tulipoanza mwaka 2012. Lakini kipekee sana leo tulikuomba uje ushiriki nasi kwa sababu kile kitakachofunzwa katika siku 5 kwa hawa viongozi waandamizi kinahusika moja kwa moja na wizara unayoiongoza, na sisi tuliona itakuwa ni kitu chema kwamba tuanze na mwenye sera mwenyewe. Kwa hiyo narejea tena kusema karibu sana Mheshimiwa Waziri, na tunaheshimika kuwa nao hapa. Asante sana. Nitumie pia fursa hii kwa heshima kubwa kuwakaribisheni washiriki wote wa kozi fupi hii ya 17 ya mwaka 2026, kozi ambayo imepangwa kuwahusisha viongozi waandamizi wa sekta za umma pamoja na sekta binafsi, hususan kwa ngazi ya utendaji wa juu na baadhi ya maafisa wakuu kutoka vyombo vya ulinzi na usalama. Niseme tena pekee nitambue ushirikiano mkubwa uliopo kiuongozi na maelekezo ambayo tunaendelea kuyapata kutoka kwa viongozi wakuu wa nchi yetu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Natambua pia kwa wale wasiojua, lakini ni vizuri kuisema, chuo hiki kinasimamiwa kiutendaji na Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, na katika hili nitambue na kushukuru miongozo mbalimbali inayoendelea kutolewa, Mheshimiwa Karimu Mheshimiwa Mnasao na wafanyakazi wote wa wizara. Mwenyekiti wangu wa bodi ya usimamizi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mkogole Kusiluka ambaye ni katibu mkuu kiongozi, lakini pia kansela Dr. Ramii Yahya Mzee, mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Jacob Mkunda, pamoja na washirika wengine ambao wanahakikisha ajenda za mafunzo za chuo hiki cha kimkakati na usalama
zinaendelea kufanyika vile vilivyo, na kwa sababu wapo wawakilishi wa hawa wengi niliowataja, ninasema tena asante sana. Namna ya kuondoa ya kuwavutia hawa ambao tutashirikiana nao inahitaji iwe tofauti kidogo. Kwa hiyo kuna wakati imekuwa kama kuna kutokuaminiana. Hili ni muhimu kwenda kuliondoa. Bila shaka kama ambavyo tumesema, tutazame mfumo wetu wa sheria, tutazame mazingira yenyewe kama yanasaidia kujishajiisha wale wabia wetu kushiriki na wao. Kwa hiyo ni mfumo mzima kwenda kuangalia kweli. Lakini vipi kuhusiana na sera hii? Sera tulionayo. Sera tutaangalia sera vile vile, lakini kimsingi serikali kama tamko lake la sera, tamko kuu ni kwamba inataka kuendeleza mashirikiano na sekta binafsi. Ukiangalia kwenye dira ya maendeleo ya mwaka 2050 hii ambayo imezinduliwa mwaka jana na Mheshimiwa Rais wetu, ilibainisha bayana kwamba katika ugharimiaji wa dira yenyewe sehemu kubwa ya gharama zitakuwa zinagharimiwa na sekta binafsi 70%, kwa uwiano wa 70% na 30%. Kwa hiyo serikali inategemea itagharimia kwa 30%, na ndani yake kuna serikali yenyewe pamoja na mashirika yake. Kwa hiyo serikali yenyewe 22% na mashirika 8%, lakini sekta ya binafsi inatarajiwa kwamba itagharamia 70% ya mchango wa kutekeleza dira ya mwaka 2050. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunahitaji kukuza mashirikiano tulionayo baina ya sekta ya umma na sekta binafsi. Ninaitwa Dr. Oswald Masebo, ni mkurugenzi wa mafunzo wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania. Nipo na msafara wa washiriki wa kozi fupi ya viongozi wa ngazi ya juu serikalini ambao wanashiriki kozi inayohusiana na nafasi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kuchochea maendeleo endelevu ya taifa. Tumefika hapa TPA kwa kutambua kwamba hii ni mojawapo ya taasisi ambazo wanaendesha shughuli zao kwa ubia, na katika ubia huu washiriki wa kozi wamekuja waweze kushuhudia namna ambavyo ubia unafanya kazi, faida zake, lakini pia waweze kuelewa namna ambavyo ubia huu umeleta tofauti katika tija ya TPA. Nashukuru kupata nafasi ya kutembelea taasisi hii muhimu ambayo ni kielelezo cha ushirikiano wa serikali, sekta ya umma na sekta binafsi. Tumeweza kuona mafanikio waliyopata kwa ndani ya muda mfupi tu, ongezeko la upande wa mapato, lakini ongezeko la huduma imeboreka, lakini pia hata idadi ya ajira tumeweza kuona. Kwa hiyo mimi imeniondolea mashaka kwamba hakuna sababu ya watu kupata mashaka ya kwenda kwenye ubia, kwa sababu inaongeza ufanisi, lakini pia imewezesha kufanya, kama tumeona taasisi hii imeweza kutumia fedha zile ambazo zingeenda katika kuendesha hii bandari, wametumia kuongeza bandari, kupanua huduma za bandari. Kwa hiyo tuna uhakika hii itaweza kuongeza pato la taifa, itaongeza ajira, itaongeza pia amani, kwa sababu watumishi, wananchi wakipata kazi, wanapata kipato, inawezesha kuhudumia familia zao. Kwa hiyo na watu wanapata utulivu pia. Nashukuru sana.
Nashukuru sana. Ilianza udogo, wakakaza na mwendo, wakasema vijana, njoni tulijenge taifa, kwa mavumbi na jasho, hawakujali mateso, walichowaza ni kesho ya sisi watoto. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Wakasikilizana, wakasema hello Tanzania. Kwa udugu wa damu tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Utanzania. Kwa machozi na jasho tukaze na mwendo, tuiwaze kesho. Ilianza udogo, wakakaza na mwendo, wakasema vijana, njoni tulijenge taifa, kwa mavumbi na jasho, hawakujali mateso, walichowaza ni kesho ya sisi watoto. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Nchi yangu ni uhai wangu, zawadi ya pekee nitaitunza. Mheshimiwa Waziri, tathmini ya kozi fupi ya viongozi kadiri tulivyoifanya ni kwamba kwa ujumla, kutokana na tathmini ya matarajio ya washiriki wa kozi iliyofanyika siku ya kwanza, ni dhahiri wengi walikuwa na matarajio makubwa, na kutokana na majumuisho ya jumla tuliyoyafanya pamoja na washiriki, ni dhahiri kuwa malengo ya kozi hii yamefikiwa kwa kiasi kikubwa. Na kwa niaba ya wanakitivo na hasa kwa niaba ya mkuu wa chuo, ninaomba nikuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi
kuwa washiriki wa kozi hii wamejituma kwa dhati na kwa kufuatilia mijadala walioifanya, maswali waliouliza na michango mbalimbali walioifanya. Ni dhahiri kuwa wamejifunza zaidi, wamepata mitazamo na uelewa wao mkubwa hasa kuhusu nafasi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi katika kuchochea maendeleo endelevu ya taifa ambao umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tunaamini watakaporudi kutekeleza majukumu yao watafanya kwa weledi, uadilifu na kwa kuyalinda na kuyatetea maslahi ya msingi ya taifa la Tanzania. Kikubwa zaidi, tunaamini kuwa wamejenga na kuimarisha ushirikiano na umoja miongoni mwao, na ushirikiano na umoja huo utaimarika zaidi baada ya mafunzo haya watakaporejea vituo vyao vya kazi. Na sasa baada ya muhtasari huu, Mheshimiwa Waziri, naomba sasa kwa heshima nimkaribishe Bwana Eliakim Maswi, Katibu Mkuu Wizara. Siku 5 kwa viongozi wa ngazi zao kweli zinaweza zikaonekana chache, lakini ni nyingi. Na kwa hilo, kwa sababu na wao wanakwenda kuwa sehemu ya Chuo cha Taifa cha Ulinzi kama wahitimu, basi wajipongeze na tuwapongeze kwa kupitia ule utamaduni wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri, kozi hii fupi unayokwenda kuifunga leo na ambayo washiriki tayari mkurugenzi wa mafunzo ameshakueleza, tunatambua, na mimi kama mkuu wa chuo naomba nikuthibitishie wameshaiva kwa kiwango hiki tulichokiweka kwa kozi hii. Serikali zote mbili zisiliache eneo hili la mwendelezo wa elimu na majadiliano kwenye ngazi sio tu hii ambayo ni wajibu wa kwanza wa chuo kwa maana ya viongozi wakuu waandamizi, bali pia ngazi za chini za utekelezaji, ili kuwezesha kupitia uelewa huo ikiwemo private sector, itakuwa ni rahisi mno sote kuzungumza kitu kimoja na kuwezesha maendeleo tuyatakayo ifikapo mwaka 2050 yawe kweli ya uhalisia ambayo tumeyapanga. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiri kuendesha kozi ya viongozi sio kitu chepesi. Kama nilivyoanza siku ya ufunguzi niliposema, you cannot teach an old dog new tricks. Nilipatanisha pia na maxim au kauli mbiu ya chuo tulionayo, learn to unlearn in order to learn. Mmeridhihirisha kutimiza maksimu hii ya chuo. Ndio maana nyinyi sasa mnapokwenda kuwa wahitimu wa kozi hii, mimi kama mkuu wa chuo ninayo faraja kubwa kuwaita na kwenda kuwa sasa alumni wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania. Kwa heshima kubwa nawapongeza sana juhudi zenu, na najua moyo wenu umelenga kulitumikia taifa letu la Watanzania. Specifically nawapongeza sana washiriki, hasa nyinyi ambao nawafahamu hapa, kwa kuacha ofisi zenu katika kipindi cha wiki moja. Mimi nikimwangalia gavana, mimi nasema gavana kakaa siku 5 hapa. Mnapoifahamu ofisi yake, kwa kweli tunawashukuru sana. Tunawashukuru sana sana, na Mungu atawapa kwa kweli kila laheri, atawabariki sana kwa hili.
maana najua mnayafanya haya kwa madhumuni mamoja tu, kuhakikisha ustawi wa taifa letu la Tanzania. Sasa kuna mambo machache kwa chuo uliyasema. Moja, ulizungumzia swala la kupata washiriki zaidi, hususan kutoka katika wawakilishi wa mikoa. Hili ni la msingi sana. Tuahidi pande yetu kama serikali kwamba kadri mawasiliano yanavyokwenda, basi tutajitahidi screen ya wale watu muhimu kabisa wanaopaswa kufahamu juu ya mikakati yetu hii, basi wao wanapatikana kadri inavyowezekana. Kwa hiyo tutapambana tuhakikishe nao pia wanakuwa ni sehemu ya ushiriki katika mafunzo haya. Sasa baada ya kusema haya, naomba sasa rasmi kutamka kwamba kozi yetu fupi ya viongozi ya 17 ya awamu ya kwanza kwa viongozi wakuu wa sekta ya umma na sekta binafsi katika ngazi za utendaji nimeifunga rasmi leo tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka 2026. Nimwombe Mwenyezi Mungu aibariki NDC Tanzania, Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania na watu wake. Mwendo wakasema vijana, njoni tulijenge taifa kwa mavumbi na jasho, hawakujali mateso, walichowaza ni kesho ya sisi watoto. Nchi yangu ni muhimu kwangu, zawadi yangu